Haleluya, haleluya. Tumshukuru Mungu kwa neema yake, ametupa siku nyingine kwa uzima huu tena. Amen. Walioamka wameondoka, wamefariki, si kwa mabaya na mazuri sana, bali ni neema tu ya Mungu imetujalia sisi tumeona siku ya leo. Amen. Tunaongeza kumshukuru Mungu kwa uzima. Amen. Kwa majina naitwa Prophet Mariam Kusekwa. Nawapendeni sana. Karibuni tujifunze habari za huyu Yesu Kristo. Haleluya. Amina sana. Somo letu linasema hivi: Yesu Kristo hakuwa mdhambi, ila alijitoa uhai wake kutuokoa sisi dhambini. Yesu Kristo hakuwa mdhambi, ila yeye alijitoa kutuokoa sisi dhambini. Bwana apewe sifa. Tulikuwa tunaishi maisha ambayo ya dhambi, lakini Kristo alisuluhishwa msalabani. Alikuwa ni mwema kabisa, wala alikuwa hajatenda dhambi, akafa akafanyaje, akapigwa kwa ajili yetu sisi ambao tulikuwa kwenye dhambi. Na hata wewe ambaye hujaokoka, hujamkabidhi Kristo maisha yako, ni heri huu wakati uchukue kumkabidhi Kristo maisha yako, ingawa bado wakati hujafika, ule wakati ambao wa hatari. Wanapeswa kwa sababu mwana wa Adamu yuko njiani. Wakati huu ni wakati wa wokovu sasa. Usisubiri kwamba mpaka mwakani mwezi fulani. Wakati wa kuokoka ni wakati sasa. Siko hapa kukutangazia kwa ajili ya Kristo. Siko hapa kutangazia Kristo ninahitaji kitu kwako au kitu fulani, hapana. Niko hapa ninahitaji tuione mbingu. Hitaji kubwa kabisa ya kutangaza hii Injili, watu waokoke, watu watengeneze njia kwa Mungu, watu watengeneze matendo kwa Mungu, tuione mbingu. Ni wakati sasa ambao ni wa kurejea msalabani. Ni wakati sasa ambao wa kunyosha wokovu wako kabisa, ujulikane umeokoka. Kama bado hujaokoka, uokoke. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili yetu. Hakuwa mdhambi, hakuiba, hakusema uongo, hakufanyaje, lakini alipigwa msalabani. Alikuwa ni mwema sana kwa ajili yetu sisi tuliokuwa kwenye dhambi. Na hata wewe ambaye uko kwenye dhambi, Kristo alisuluhishwa msalabani kwa ajili yako. Sasa basi rejea msalabani kupata wokovu, kwa sababu bado tumeshalipiwa deni. Tumeshalipiwa deni msalabani. Tayari tumeshalipiwa deni msalabani, sio bado. Tayari deni limeshalipiwa msalabani, bado ni maamuzi yako tu. Ni wakati wa kutengeneza sasa. Kristo alikufa msalabani kwa ajili yetu, tupate kuiona mbingu, tupate kumuona Mungu. Ili umuone Mungu kwanza, mpaka umjue Kristo, mpaka umkabidhi Kristo maisha yako kwa mwokozi wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alikufa msalabani akaokoa maisha yetu. Na ndio maana tunapotamka jina la Yesu Kristo, ninaomba katika jina la Yesu, maana yake ni jina lenye nguvu, ni jina ambalo linatawanisha kila machafuko yote ya giza. Bwana pesifa. Tunatamka kwa damu ya Yesu Kristo, maana yake damu iliyomwagika msalabani ni damu ya ajabu sana kuliko hata damu zetu, ni damu iliyo na nguvu, kwa sababu hiyo damu imebeba upako. Amen. Tunapotamka kabisa katika kukemea, tunakemea kwa nini? Kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Kristo. Hatukemei kwa damu yangu wala kwa damu ya mtu fulani, bali kwa damu ya Kristo. Bwana pesifa. Hebu sasa wewe unaishi maisha ya dhambi, rejea msalabani. Mungu yu hai. Rejea msalabani sasa, utengeneze. Uliyerudi nyuma, rejea. Huu ni wakati wa kuokoka sasa. Ni wakati wa kutengeneza, kwa sababu hujui wakati wa kuondoka hapa duniani, wala mimi sijui wakati wa kuondoka hapa duniani. Tunapotakiwa tuwe tayari wakati wote. Tutengeneze matendo yetu mbele za Mungu. Tumche Mungu. Tumpendeze Mungu sawa sana na neno lake linavyosema. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma maandiko matakatifu ya Korintho wa pili sura ya 5 mstari wa 21, inasema kwamba yeye asiyejua dhambi alifanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Maana yake ni Kristo. Yeye hakuwa mdhambi. Mungu alimfanya kama mtu mwenye dhambi, lakini sio alikuwa ni mtu mwenye dhambi, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi wenye dhambi. Alikubali kupitia hayo yote kwa ajili yetu sisi wenye dhambi. Hakuyapitia hayo yote kwa sababu yeye ni dhambi. Aliyapitia hayo yote msalabani kwa ajili yangu mimi, nilikuwa kama mtu mwenye dhambi. Bwana Yesu akayapitia hayo yote. Hakuyapitia hayo yote kwa sababu yeye alikuwa mdhambi. Aliyapitia hayo yote kwa sababu sisi tulikuwa wenye dhambi. Na hata ambao walio kwenye dhambi, Mungu anahitaji sana tutengeneze mbele zake Mungu. Sasa ni wakati wa kuokoka. Sasa ni wakati wa kutengeneza mbele za Mungu. Ni wakati wa kusimama. Ni wakati wa kujikana maisha yako kwa ajili ya Kristo, kama jinsi alivyojikana yeye msalabani kwa ajili yetu sisi, akakubali kupitia hayo yote ili kusudi tupate kuokolewa. Asingekuwa Kristo, ni nani awezaye kufa msalabani? Ni nani awezaye
kujitoa uhai wake kwa ajili ya mtu fulani? Ni nani awezaye kujitoa uhai wake kwa ajili ya rafiki yake au kwa ajili ya ndugu zake? Hayupo, bali ni Kristo tu aliyebaki. Na hata kama ukimwona mtu amejitoa uhai wake, jua amejitoa uhai kwa ajili ya mali za duniani. Kuna watu wanakufa mara mbili kwa ajili ya kupata mali za duniani. Unamwona kabisa yuko hai, kumbe kashakufa. Kilichobaki ni kiwiliwili tu spiritual, kwa sababu kimebaki kwa ajili ya kulinda mali. Siku ambayo mkija kujua nyinyi amekufa na mali hizo zinaondoka na huyo mtu, kwa sababu alizika uhai wake. Kuna watu wameshazika uhai wao kwa ajili ya kitu fulani. Bwana pesa. Na ndio maana namuona kabisa yuko katika hali ya kikawaida. Hapana, kashazika ile spirit yake halisi, amezika ili kusudi hizo mali apate kumiliki utajiri. Na kwa hiyo mtamsifia, lakini ndugu yenu kashakufa. Na kuna watu wamekufa ingawa wako hai, wamezika kimashetani, yaani mwili wake amezika, kila kitu amezika, yaani anatembea yeye na spiritual tu la mtu fulani. Bwana pesa. Ni kama chukulia tu picha, tunapochukua picha wake inabaki picha ya mtu fulani, lakini mtu yuko sehemu fulani, yeye ana survive maisha, ila yenyewe inabaki kama picha, haifanyi chochote. Ni hivyo sasa watu wanazika miili yao kati ya mali. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa turejee msalabani, tunatakiwa tutengeneze matendo yetu kwa Mungu, tumpendeze Mungu. Tuko kwenye wakati wa hatari sasa. Huu wakati si wa kupembezana, huu wakati si wa kutiana moyo, huu wakati si wa kuambizana maneno matamu, ni wakati wa kuambizana maneno yenye kugusa mioyo. Ebu mama yangu, unaishi maisha ya dhambi, unaishi maisha ya kichawi, unaishi maisha ya kwenda kwa waganga, unaishi maisha ya uongo, unaishi maisha, ni kweli watu tunaongea uongo. Unapoishi maisha ya uongo, tunatakiwa tuwe watu wa toba. Maanake tunapoacha kuomba toba, kwa sababu ndimi zetu hizi zinatamka baraka na laana, tuwe watu wa kuomba toba. Mtu ambaye hujaokoka hauwezi ukaipata hiyo toba, hauwezi ukapata huo utakaso. Na ndio maana sisi tuliokoka tunapoingia katika maombi tunaingia kwenye toba, tunaingia kuomba toba, kwa sababu kuna dhambi ndogo ndogo ambazo Mungu tumemkosea. Tunaomba rehema mbele za Mungu ili kusudi tuzidi kumpendeza Mungu. Hatuwezi kuenenda tu sisi hivi hivi kujihesabia hivi haki, wakati kuna vitu vingine tumemkosea Mungu. Lazima tuombe toba. Lakini wewe ambaye hujaokoka, hiyo toba hauwezi kuipata. Kuomba toba ukiwa kwenye maombi, lazima uokoke kwanza, utengeneze maisha yako na Kristo, umkabidhi Kristo maisha yako kwa mwokozi wa maisha yako, ili kusudi ujapokuwa katika maombi unaomba toba ya kutakasa. Kuna kweli, kuna wakati mwingine tunasikia vitu vibaya, kuna wakati mwingine tunawaza mambo mabaya, kuna wakati mwingine tunahisi vitu vibaya, lakini katika Kristo hizo vitu vinaondolewa. Ukisoma katika Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 5 inasema kwamba tukiangusha mawazo machafu na kila kitu kilichoinuka chini, watu wa elimu ya Mungu, na kuteka kila nyara ya fikira ipate kumtii Kristo. Unaona sasa, tukiwa tumeokoka, tuko ndani ya Kristo, tunaingia katika maombi ya kuomba toba, kuombea viungo vyetu, kuombea kila kitu kwa ajili ya utakaso. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shalom, shalom. Kwa majina naitwa Prophet Mariam. Nawapendeni sana. Karibuni kuja kutengeneza kwake Mungu. Na kusihi sana wewe unaishi maisha ya dhambi, Mungu anakuhitaji sana, anakupenda sana. Hebu mgeukie sasa. Inatosha sasa, umefanya dhambi, inatosha. Ishia hapo hapo. Hebu njoo sasa utengeneze kwake Mungu. Na kweli na mimi niko kama mtu mwenye dhambi, lakini nilipofika wakati nikayachukia hayo maisha, nikasema maisha haya yatosha sasa, nikamtumikia Mungu. Hebu njoo na mtumikie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina.